Yes, mambo vipi? Karibu sana Upupu Podcast. Dr. Upupu niko hapa. Usishangae bwana, leo nipo zangu kwenye gari. By the way, afya yangu haiko vizuri sana, nimetoka Masana pale kufanya check up. Unasikia hata sauti yangu kidogo haisikiki vizuri, lakini I believe tutaelewana kwa sababu lengo ujumbe ufike. Kwa hiyo nikapaki pembeni nikasema ni seti mtambo kwa sababu hii chuma bwana, hii chuma ni ya podcast. Popote pale kambi tuna uwezo wa kufanya vitu na vikatokea huko duniani. Sauti yangu haitakuwa tena kama ile kwa kiasi kwa sababu ya hiyo afya, kwa sababu ya flu. Anyway, kila mmoja nadhani anaona challenge ambayo inaendelea sasa hivi ya Diamond Platnumz, mafanikio makubwa alikuwa ameyapata kupitia ngoma yake ya Nani. I don't think kama Diamond ali expect jambo hili kutokea kwa ukubwa huu. Unajua vitu hivi vya kiubunifu, na ndio maana hata yeye mwenyewe sometimes huwa anasisitiza sana kuhusu issue ya kiubunifu. Watu wawe wabunifu. You don't know saa ngapi vitu vina erupt. So ndo kilichotokea kwa Diamond. Amefika nyumbani kwake, pale ni kama nyumbani kwa Zuchu pale bila shaka. Akawa na shoot video, Zuchu yuko pale. So the rest ndo kama hiki ambacho sasa hivi tunakiona social media yote na basti. Kila ukiscroll sekunde kadhaa unasikia wimbo wa Diamond, watu wanafanya challenge. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana. Real quick, wakati ambako hili zoezi linapamba moto, nimeona post ya Harmonize pamoja na Alikiba ya ujio wa collabo ya pamoja. Alianza Harmonize akashare story, akasema kuna mtu amesema hii ni hit song featuring Alikiba, na moto mwingi pale wakaweka hii ni hit song. Alafu King Kiba akaichukua ile naye akapost kwenye Insta story yake kile ambacho Harmonize amekishare. Turudi nyuma, ikumbukwe siku moja before, wakati ambako Diamond Platnumz alirelease wimbo wa kwanza, alianza na kionjo cha huu wimbo wa Nani ambao sasa hivi unafanya vizuri. Alianza na kionjo, akashare iko kionjo, then Harmonize naye akaja akashare kionjo chake cha Friend Zone, ambacho kwa madai yake yeye alisema ule ni wimbo ambao utapatikana kwenye album ya 31 iliyokuwa imetangazwa kutoka sasa hivi. It's been a while, ni muda mrefu kidogo, since mwezi wa 8 kwa mujibu wa tangazo lake la awali ulikuwa wimbo huo utoke. Bad luck, wimbo haukutoka mpaka hivi sasa. So baada ya Diamond kutoa na Harmonize pia akatoa Friend Zone, na mimi kupitia page yangu, wote nadhani kama mnanifuatilia kwenye Instagram yangu ya Haja the Credible, mtakuwa mmekutana na hiyo clip hiyo. And then baadaye nikafanya comparison kati ya clip A na clip B ya Diamond pamoja na Harmonize, Nani pamoja na Friend Zone. Ipi clip ambayo inakuvutia zaidi na unatamani wimbo upi uanze kutoka? Kura zilikuwa nyingi wimbo wa Harmonize uanze kutoka, kwa sababu niliweka kabisa pale challenge ya watu kupiga kura na watu wakapiga kura. Lakini Diamond alianza kutoa, katoa audio pamoja na video kwa mpigo. Ngoma imekuwa kubwa. Harmonize amerudi kuposti sasa kushare hiyo story as I said. Wimbo kolabo yake na Alikiba. Ushauri wangu mimi, na sababu ambayo imenifanya nivunje siti hapa kwenye hii chuma yangu ya podcast, tuzungumze real quick, ni tahadhari na ushauri. Huu sio wakati sahihi sasa wa Harmonize na Alikiba kuachia project. Huu sio wakati sahihi wa Harmonize na Alikiba kuachia project. Hii naomba uibodi kabisa hii. Upepo haujakaa vizuri. Na hii haitakiwi kubaki kwa Alikiba na Harmonize peke yake. Msanii yeyote ambaye anahisi kwamba kuna project sasa hivi anataka kuitoa. Hatuzungumzi unafiki wala ushabiki, kwa sababu vitu vinaonekana viko wazi, na kwa sababu mimi nimekuwa mkweli, mimi I don't care maneno ya watu. Mimi nitaendelea kuzungumza tu yale ambayo naona yana faida kwenye game. Sote tunaona namna wimbo huu ulivyoitika. Wimbo huu wa Nani umefanya vizuri zaidi hata wimbo wa Msumari. Yaani mimi kama kuna mtu alikuwa of course angeomba ushauri, pengine ningemwambia wimbo wa let's say wimbo wa Msumari, wakati ambako uko pale umetoka na unaonekana wa moto, mtu kama angekuwa anataka kutoa ngoma ningemwambia tu atoe, kwa sababu haukuwa wimbo ambao una madhara makubwa kama ambavyo
Nani sasa hivi unatuletea matokeo, impact yake inavyoendelea kuwepo. Kwa nini nasema sio wakati sahihi na upepo hujakaa vizuri wa Alikiba na Harmonize kutoa ngoma? Na sitamani Alikiba aingizwe mkenge na Harmonize kwenye hii project ambayo wao wanakuja kuitoa. Na Harmonize ni risk taker. Kuna siku moja niliwahi kumsimulia, ni mtu fulani hivi kwa lugha ya Makonde ana kitu kinaitwa ngami, unganganizi wa jambo. It doesn't matter watu watamuonaje, nini kitazungumzwa, lakini yeye akitaka jambo lake linakuwa. So mtandao umeshikwa na Diamond. Biashara ya wasanii asilimia kubwa nowadays ipo kwenye social media. Inaanzia social media, inaanza kwenye streaming platforms, kwenye YouTube na maeneo mengine. Mtandao wetu, of course, issue kama ya Instagram ilivyo, logarithm ya mtandao ya Instagram huwa kuna vitu vitu ambavyo vinatafutwa kwa wingi zaidi, huwa ndivyo ambavyo vinapewa priority kwa kiasi kikubwa kuliko hata jambo lingine lolote. Kwa sababu challenge ya Diamond Nani imebust huko. Kwa sababu hata kama mtu haujamfollow akiposti hiyo challenge ya Nani, direct unakutana nayo pale, yani inakufuata bila yenyewe, bila wewe mwenyewe kupenda. Umfollow mtu usimfollow, unakuta mtu yupo kwenye clip la gari wanacheza. Na kwa sababu almost mastaa wote wakubwa Tanzania wameamua kuibeba challenge hiyo, you can see mtu kama Estukizi, of course familia yake anacheza, Dulivani anacheza, sijui kina Mtumishi Obama, wachekeshaji, waigizaji, wadada warembo wa mjini, wameifanya sasa kama ndo sherehe, kama sikukuu. Kwa hiyo chochote utachofanya kinaangukia kwenye eneo hilo. Sasa kwa sababu ya nguvu aliyokuwa nayo Diamond, sio afya msanii mwingine yote kuja na project, because haitopata attention. Kwenye muziki attention ni kitu cha kawaida na kinashauriwa wasanii kukifanya. Ndio maana msanii unakuta kabla hajatoa project huwa anaachia, wanasema kiki. Bana jamaa katoa kiki yule. Sasa kama kuna kitu ambacho kinaweza kuzuia kiki ama hiyo attention kwa wasanii, haina maana yoyote wawe msanii kuja kufanya project nyingine yoyote kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi nashauri Harmonize asubirie kwanza project yake, na huu pepo utakapokuwa umepungua sasa, yeye na Alikiba watoe ngoma. Though sipingani na kura pamoja na maoni ya watu kwa kile ambacho walikuwa wamekizungumza kuhusu ile teaser. Watu wengi wanasema bwana teaser ile noma sana. Harmonize mle bwana kawakanya sana, itakuwa ngoma kali. Lakini sasa juzi pia nilikuwa kwenye radio nachambua, nilikuwa mimi pamoja na Noe the Future. Nikawa nimesema tena, nilikuwa nimemchallenge Harmonize pamoja na Mario. Nikasema wanadhani wako well prepared kuingia kufanya battle na Diamond kwenye hizi kazi ambazo wao wanataka kuzitoa. Kwa sababu ukiachana na Harmonize, Mario pia alitangaza ujio wa nyimbo mbili ambazo alisema zitatoka, zinazopatikana kwenye deluxe album, alafu na video moja ambayo inapatikana kwenye album ya The Gas Sun. Umenielewa sijui? Kwa nikasema are they prepared kwenye hili battle ambalo wataenda kulifanya kuingia? Alianza, kwa sababu tukumbuke Diamond ndo alianza kutease kwamba anakuja na ngoma, and then akaja Harmonize, hatujakaa vizuri, akaja Mario naye akasema anakuja na ngoma. Walikuwa prepared na hili battle la mzee, kwa sababu huyu bwana hata kama ni ngoma mbaya wanasema ile tu, of course ile promotion yake ambayo amekuwa akiwekeza kwenye kazi zake, namna wanavyopush muziki wake, ubunifu wa kwenye video huwa unaleta matokeo mengine chanya. Unpredictable, niliwahi kusema Diamond tena kwenye Insta, akasema Diamond ni unpredictable. Unaweza kumtabiria hivi akakutoa kabisa kwenye mchezo, akaja hivi. Hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea kama vijana wa Tegeta Kids watatokea kwenye video ya Nani. Hakuna mtu ambaye alitegemea kama Diamond ataact as mwalimu kwenye video ya Nani. Kwa hiyo unaweza kaona matokeo yake yamekuwa makubwa, na sidhani kama ni afya sasa hivi Mario, Alikiba, nani tena Harmonize kuachia project while Diamond project yake inafuka moshi hivi. Yani ni bomb sasa ndo linaendelea kuchemka, linataka kulipuka. Hii wiki nzima tutegemee kupata hizo challenge, na yeye mwenyewe ameamua kuisupport hiyo challenge 100%. So ni risk. The same unaona kilichotokea kwa Chino Kid pamoja na Mdogo Sergeant, ambayo ndakuja kuizungumza hiyo project kwenye
kwenye uchambuzi wangu unaofuata, namna ambavyo project haijaenda. Sio kwa sababu Mdogo Sergeant yeye ni msanii mbaya ama ngoma mbaya, no. Ngoma ni kali sana na waliandaa mpaka attention ambayo mimi binafsi sikuona kama ina afya kwa mtindo ambao walikuwa wameufanya. Wimbo mkali sana, nyimbo katoa double release kali mno. Chino pia kachip in mle ndani. Huo mpango wa kusaini wao as a official msanii wa One Man Gang ulikuwa perfect, lakini mipango haikupangwa bora. Mpaka nikawa najiuliza like hivi Chino alikuwa nyuma kweli ya project na mpango huu ambao jamaa Mdogo Sergeant ameufanya na kwenda kutekeleza hapo kwenye ile press. Imekuwa rahisi sana, imekuwa haraka sana. Nini cha kufanya ndakuja kueleza kwenye podcast inayofuata. So for now, tahadhari yangu ilikuwa kwa Harmonize pamoja na Alikiba na Mario pia asitoe kwanza ngoma sasa hivi. Mtindo aliotumia wa kusema kwamba Paula hajaruhusu video hizi ama picha za mwanamke yule video vixen ambaye alipiga naye picha na akapost kwenye Instagram zisitoke, manake Mario alishausoma mchezo mapema, akaona kwamba hapa kuna balaa hapa. Wacha kwanza tusubiri. Na ni mtindo wa kawaida kabisa, yani kuzidiwa nguvu sio dhambi kwenye muziki. Na isionekane kama bwana ndo ubaya sasa bwana Dr. unaizungumzaje issue. Ni kitu cha kawaida ambacho Mario ametumia mbinu kubwa sana ya hiki alichokifanya. Na yeye pia na session maalum ya Mario. So stick around, endelea kusubscribe YouTube channel ya Upupu Podcast kwa ajili ya taarifa zingine nyingi pamoja na uchambuzi wa wasanii pamoja na matukio yao. Haja the Credible kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter.